Haleluya watu wa Mungu. Mimi ni yule ndugu yenu ndugu Mhubiri Mngoni. Tuendelee na vipindi vyetu vya siku zote na Mungu awabariki sana ndugu zangu mnaye like, mnanipa nguvu ya kuona kwamba mnamhitaji Mungu. Tuombe. Mtakatifu Mungu wa majeshi, uketie mahali pa juu palipoinuka. Neema na fadhili zina wewe Bwana, wape nguvu hata wale wana comment na like Baba. Waendelee kukuamini wewe. Tunaomba na kushukuru. Amen. Karibuni watu wa Mungu. Leo tunataka tuzungumze juu ya Yesu aliyesulubiwa. Yesu aliyesulubiwa. Huyu ndiyo tumaini letu. Tumaini letu sisi tuliomwamini Kristo na tunaishi katika imani ya Kristo. Ngoja tuone kwa ufupi japo mistari michache tu katika barua ya kwanza kwa Korinto iliyoandikwa na Mtume Paulo, sura ya 2. Waraka wa kwanza kwa Korinto ulioandikwa na Mtume Paulo, sura ya 2. Tutasoma mistari michache tu. Fuatana nami. Mstari wa kwanza anasema, basi ndugu zangu, mimi nalipokuja kwenu sikuja ni wahubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno, wala kwa hekima, maana naliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubiwa. Nami nalikuwako kwenu katika habari ya udhaifu na hofu na matetemeko mengi, na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na za nguvu. Mwisho, ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Amen na watu wa Mungu. Ndio maana nimesema Kristo aliyesulubiwa au Yesu aliyesulubiwa. Paulo anawasihi hapa. Yaani ukiangalia hapa Paulo anawasihi hawa wa Korinto. Anawaambia na ililazimu kuja kwenu na kuhubiri kwangu sio kwa maneno tu, bali kwa dalili za Roho. Sio kwa hekima au kuwafurahisha au kuwapendeza. Hapana. Bali nalikuja kwenu nililazimu nijue kutoka kwenu. Paulo alitamani kusikia, maana aliwahubiri hawa, nao akatamani kusikia wao juu ya Kristo wanamwelewaje. Lakini alipata habari hawa walimwamini Kristo kupitia Paulo, baadaye wakawa na migawanyiko. Wengine wakawa wanasema mimi ni wa Kefa, wengine wakawa wanasema mimi ni wa Paulo, wengine wanasema mimi ni wa Apolo. Lakini ukiangalia hapa Paulo ndicho anachokuja kuona. Ndio maana ilimlazimu Paulo kurudi tena kule asikie kwao hizi habari. Kwa nini migawanyiko hii? Na anawauliza, ukiendelea mbele hapo, ukisoma hii sura ya 4 utaona. Inasema wazi kwamba Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu au Kefa alisulubiwa kwa ajili yenu. Sasa inafika wakati wanajivunia watu, wanajivunia watumishi. Ndiyo iliyo hali ya leo katika makanisa. Ndio maana hata sasa unakuta kuna migawanyiko mingi. Huyu anachoamini sio huyu anachoamini yule. Dhehebu hili wana misingi yao na dhehebu lile wana misingi yao, lakini Kristo ni yule yule. Sasa Kristo anagawanywa katika mawazo ya wanadamu au fikra za wanadamu. Ndicho Paulo anachokizungumza hapa. Kristo hawezi kugawanyika, bali imani yenu iwe katika Roho. Na ndicho hichi kinachotushinda watumishi wengi, kuweka imani zetu katika dalili za Roho. Dalili za Roho ni kusikia sauti ya ndani. Mungu anasema na sisi katika sauti ya upole kwa ndani, si kwa kelele nyingi za wanadamu. Kama hivyo ninavyosema, leo kutakuwa na ibada ya upaku, kutakuwa na ibada ya kufufua wafu.
Si kweli. Hizi ni hekima tu za wanadamu. Ni hekima ya Mungu ni bora zaidi kuliko hekima za wanadamu. Hekima ya Mungu ni bora zaidi kuliko hekima ya kidunia. Hekima ya kidunia ina majuto, lakini hekima ya Mungu ina upole ndani yake. Ndio maana anasema tunda la Roho ni upole. Hii ni hekima ya Mungu, uvumilivu. Lakini leo watu wanajiita watumishi, kuchukuliana hakupo. Mtu anakuja kanisani akifikiri kwamba anaweza akasaidiwa. Unajua mahitaji haya, mtu anapokuja katika kanisa ana mahitaji ya kimwili na pia kiroho. Ndio maana hata ukisoma waraka ule wa pili wa Yohana ile sura ya 3 pale chini mstari wa 20 kuanzia 20 kushuka chini, panasema kama mtu anakuja kwako na akadhani kwamba wewe unaweza kumsaidia na ukamwambia kawate moto na usumbe mahitaji yake ya mwili, je, yafaa nini? Imani bila matendo imekufa. Kwa hiyo leo tunajiita watumishi, chetu ni chetu. Tunataka watumishi watoe tu, lakini sio watumishi kuwasaidia wahitaji. Wewe ni mchungaji, unachunga kondoo, lakini kondoo anakuchunga wewe mchungaji. Jamani, haiko hivyo katika maisha ya kanisa. Nimezungumza haya kwa ufupi, ingawa muda wangu hautoshi. Kwa hiyo ndugu zangu, nahitaji comment zenu, like zenu kwa wingi, nami nahitaji kutiwa moyo. Kama kuna lolote, kuna wazo, ushauri, mnaweza mkacomment pale YouTube @mhubiri_mngoni, TikTok @mhubiri_mngoni. Mungu atawabariki na kujenga imani yenu katika Kristo aliyesulubiwa. Na ujumbe wa leo ndio huo. Kristo aliyesulubiwa hakuweza kugawanyika. Tuondoe matabaka ya kiimani, tuondoe matabaka ya kimadhehebu, tumwamini Kristo. Sisi ni ndugu, sisi ni wamoja. Tuombe. Mtakatifu Mungu wa majeshi, keti mahali pa juu palipoinuka, neema na fadhili zinawe Bwana, mpe kibali hata kameramani wangu huyu. Mungu, hata wale wanaosikia maneno haya wape kibali wakaendelee kusikia na kusikia, hatimaye tuungane siku moja tuwe kitu kimoja. Natoa mwaliko kwa yote atakayehitaji kufanya kazi pamoja nami. Niko tayari kwa mwaliko, hata kwa mahubiri, hata kwa vipindi mbalimbali. Ninaomba na kushukuru Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen.